Jambo sana bwana Mwari. Mbano Destewe ni msemaji wa chumba cha siasa cha Wazalendo Kivu Kusini. Kwa nini katika Wazalendo hatuonagi makapteni? Ce sont des généraux, des généraux, des généraux. Hizo généraux mnazipewa na nani? Hata FARDC tunaona ba sergent, ba ajida. Ila hivi tunaweza kusikia na wewe gisi ulivyo mratibu hapo kwa generali bwana. Nikupe lusaba. Asante. Karibu. Bon, par rapport à ile question, vous savez, tangu inchi ilianza ungua, tangu inchi ilianza pata matatizo, watu walikamata article 63 64 ya constitution ambayo inatuambia kwamba kila mkongomani, kila raia wa nchi iko na wajibu, iko na ile fasi kubwa ya kutetea usalama na amani. Na kwa hiyo kila mtu alijisouleve, tukasema kwamba tujiorganize en groupe de Wazalendo, tuende tupigane na adui. Maintenant, mwa ile kujisouleve na kudefendre inchi, c'est qui est vrai, tunapata mafélicitation za huku na huku, kuna watu ndani ya inchi wanafelicite Wazalendo, même gouvernement inafelicite Wazalendo. Tuna remercier d'ailleurs le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est aujourd'hui comme roho kubwa ya inchi. Tunafelicite aussi zingine maforce ambazo nje ya nchi zinasoutenir Wazalendo. Utaendelea kujua kwamba ile magénéraux, bale bagénéraux, il y a pas de lieutenant, de sous-lieutenant, de capitaine, ingali seulement ni ma autoproclamation. Niko na droit ya kujiautoproclamer général, niko na droit ya kujiautoproclamer colonel, niko na droit ya kujiproclamer capitaine, mais kazi ni moja. Ni kujikuta kwamba nafanya kazi ya kurudisha usalama na amani kwa raia na kwa sisi sote ndani ya Sud Kivu, ndani ya Uvira na ndani mashariki mwa Kongo. Tuseme kwamba inawezekana kiongozi samani sija kukata kauli. Inaelekea kwamba mmeshindwa. Tarafa la Uvira, 72 groupes armés, 52 généraux autoproclamés. S'il vous plaît. Le territoire de Fizi, 12 groupes armés, 7 généraux. En général, il n'y a pas un problème. Qui est ça, vous me quoi 59 généraux Wazalendo, M23 iko na Sultan Makenga na General Biamungu. Mmeshindwa kutoboa katogota hapa. Mtasema kweli mnaweza? Mmekula rushwa, mmeshindwa tayari. No, bwana Mwari, utaelewa kwamba sio kukula rushwa, sio kushindwa parce que tuko 50, parce que tuko 60. Mais d'ailleurs c'est la force, ni nguvu zetu. Wao kwa nini mmoja wao kujiita majenero? Ni nguvu zetu. Sisi Wazalendo tumejikuta kwamba même Amuri Migombano de ici, je peux être général parce que je suis déterminé, na nikikuwa na watoto 15 nyuma yangu niko capable kupiga adui mwenye anaweza kuwa na 10,000 éléments. Je suis fort, on est fort. Donc les Wazalendo, question ya kukua wengi. Non, jusque là il y a pas un problème mutu kujita général, mutu kujita colonel, mutu kujita major. Mais tu comprendre kama OG ya serikali, parce que umegusa kwamba ndani ya FARDC muko structuration yenye iko sawa. General, colonel et tout consort, na wote wanajuana vizuri kwamba huyu ni general, huyu ni colonel bila kujiautoproclamer. Mais c'est l'ordre maintenant ya militaire. Kuoje wanakuwa nommé comme général comme quoi et tout consort. Hakuna mwingine mwatani nommé. Unapenda nani anommé Makanaki comme général? Mkazi ambayo tungali tunafanya. Unapenda nani anommé comment dirais-je, René comme général? Mais OG ya serikali ikitoka kama bana reconnaître Makanaki Kasimbira John comme général, c'est bon, c'est acclamé. D'ailleurs tutaiomba hivyo. Kama wana proclamer René Itongwa comme général, tutaiproclamer hivyo. Kama wana proclamer Amuri William Yakutumba comme général, d'ailleurs comment dirais-je, général juu ya général, lieutenant général, tutaishukuru Mungu na kumpatia même mission akuwe commandant région, je ne sais pas, chef d'état major na vingine, tutaishukuru Mungu. Hiyo ni kazi ambayo tungali kwanza tunafanya kwanza kwa kujiautoproclamer, sio shida, lakini shida ni kwamba ujiautoproclamer general, colonel na usifanye kazi. Lakini ukijiautoproclamer capitaine, colonel, general na unapambana kweli kama mzalendo, hiyo tunaifelicite. D'ailleurs tunaomba wengine wajiautoproclamer na wafanye kazi vizuri sawa sawa na gisi raia na nchi inahitaji. Wazalendo wanafanya kazi vizuri. Wote kwa ujumla, a majorité, on n'a pas de preuves jusque là zenye zina contredire kazi ambazo tunazifanya kwenye ligne de front, kazi ambazo tunazifanya kwa kutafuta amani na usalama. Il y a pas de preuve que fulani haiko natumika.
tout le monde iko natumika a majorité, na mwenye anajua kwamba general fulani atafanyi kazi alete malalamiko ku coordination politique provinciale, na Luvumbu Kibamba atampokea na atapokea malalamiko vizuri sana. Lakini kusema kwamba kesho ya wingi wa majemedari keni problem, haiko problem, paske adui hayatoboa ambako tulimushimamisha. Adui angali na unda mbinu nyingi sana, lakini mojawapo hata kama naunda mbinu nyingi hafiki munivo ya kureishir, paske iko na winda kwamba Uvira haizibiti na hata izibiti. Bwana mtazamaji, ni msemaji, wasemaji wanaongea sana, make kama upo makini anakupita kwa maneno. Ebane, wazalendo nyinyi mna nafasi nzuri, hata bunge, wanabunge wa Umoja wa Ulaya wanasifia kazi zenu. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasifia kazi zenu. Wananchi wanasifia kazi zenu. Lakini wanasema wahenga, barabara nzuri haikosi lukumba. Mnalaumika kwa swala la mabarieri mengi, mnachapana viboko sana. Juzi hapa kuna baba moja mmemkamata hapa, amekuja kushtakiwa, amechapwa viboko hapa Kasenga, hadi mtu amefikia kufa. Nini mnachokitaka? Haitoshi. Wasafiri wanakuwa wanalaumu kwamba wazalendo hawana adabu. Utakuta baba wa miaka 50 anakuja, mnamwomba 1000, anakuambia sina pesa, utalipa tu. Hizi tabia hizi zinatokana na nini? Upande wa wazalendo menya kidogo, upande wa raia menya kidogo. Karibu baba. Upande wa mtanzia, upande wa wazalendo, mimi kama msemaji wa wazalendo kisiasa ni kusema tu kwamba mabariere kukua wingi nayo sio problem. Me probleme ni kudeborder kwa ile mabariere. Unajikuta watu wanapita, ni raia, iko na haki ya kutembea, iko na haki ya kuenda kufanya biashara na kurudi vizuri ndani ya amani, usalama. Lakini unaenda kumuutia kumatax, ama unamwambia lipa tu pesa fulani mbele upite. No, sisi wazalendo hatuna mabariere. D'ailleurs ni mojawapo ya kazi ambazo hapa kesho ndani ya siku 2-3 nitafanya terrain mu plaine de la Ruzizi, kuangalia si réellement wale wazalendo ambao wako kwa mabariere wanafanya aussi ma menace contre raia ambayo tunaendelea kuongoza. Lakini kwa hiyo swali ni kusema kwamba kama hizo maka fulani zinaweza pita, ce sont des cas zimoya zenye ziko irregulier. Haiko sana kwamba mzalendo iko natatiza tu na binaonekana wazi kwamba natatiza. No. Na wale ambao wanapigwa fimbo, no. Tuelewe kwamba usi ndani ya raia kuko wale usi barecalcitrant. Donc wale ambao unawaonesha sheria gisi nasema, ambayo sisi wazalendo tumepanga, me kwa kuirespecter na kwa nyingine problem. C'est ça le problème. Wanakuambia no, tusaidie na 500 francs. Ongezea pale utaendeleza. Kuna swala lingine, kuna waendesha pikipiki wa Rundi, waendesha baiskeli wanakosa amani sana, hasa wakikumbana na mzalendo, wakisikia huyu anaongea Kirundi inakuwa shida, inakuwa tuna hizo plainte. Hizo plainte zinakuja wapi? Nous avons la coordination politique, nous avons la coordination militaire ya wazalendo. Tuko na wakuu viongozi wa wazalendo ndani ya jimbo, na Luvumbu Kibamba iko pale tayari kupokea watu waje na malalamiko, na twende tuone, tufike pale ambako walikutatiza, tujue namna gani tunaweza kurepondre, kuremedie, kukorije ile maerreur. C'est normal. Mzalendo uko nafanya swata, anaweza fanya vyake mu quartier par rapport na bitu fulani tu consorme. Amenez les plaintes, amenez zile malalamiko, tusifanyie kazi. Tunahitaji sana malalamiko. Lakini kusema kwamba mzalendo anatatiza watu, siwazi kwamba mzalendo iko mzalendo kwa kutatiza watu, hapana. Tulifanya kazi kubwa sana tangu mwezi wa pili, tulifanya kazi kubwa sana hii miaka yote mzima, na leo tuko tunaendelea kufanya kazi. Hatutatizi watu, haiko ndio objectif ya sisi wazalendo na wakuu wa wazalendo kuambia watoto wetu ama maelema zetu tutatize watu. Non, je ne pense pas. Mais je pense que
Kama kuna mtu alitatizwa, anaweza kakontakte wakuu viongozi waende, kuliko kwenda kwenye maredio. Niko nasikia meme wamoja kumaamka tujenge, kumapambazuka na nguvu za Uvira na zingine makano, kwanza kulalamika wamenitatiza. Unalalamika kwenye maredio na ukuona wahusika waende wafanye kazi, wanaogopa. Hautibu. Akija kwenu mtaanza. Sisi tuko na system na tuko na namna za kumficha, hata julikana kwamba ametatizwa. Lakini tuseme kwamba mzalendo, kwa kumalizia, kuna mazungumzo kati ya serikali ya Kinshasa na serikali ya Kigali. Wajumbe wa serikali ya Kongo na wajumbe wa serikali ya Rwanda wamekutana Washington, na siku ya Ijumaa tarehe mosi mwezi Agosti tulionao, wamewekeana sahini za mikataba ya amani ila ya kuimarisha uchumi, haswa madini, umeme, miundombinu, ulinzi wa mbuga za wanyama na kadhalika. Nyinyi kama vile wazalendo mnasemaje? Maana katika mkataba huu ambao umesainiwa hiyo siku ya Ijumaa hatujaona walichozungumza kwamba M23 wataondoka, licha kwamba mikataba ya 27 Juni ilikuwa inasema kwamba hivi karibuni M23 itaondoka, wakati ambapo Willy Ngoma, msemaji wa M23, ameonekana hadharani akisema kwamba hawaondoki. Mnasemaje? Mimi nawaza kwamba maongezi ya Washington, maongezi ya Qatar, sisi wazalendo hawakutuhusisha. Ile ni faiblesse ya kwanza. Hakuna mzalendo, hakuna delegation fulani ilienda Qatar kwenda represente force kubwa ambayo ilishimamisha damu na ikaweza kupambana kwa ajili ya nchi. Mwakilishwaji na nyinyi mnasema mko ndani ya ndani ya FARDC na serikali. Nous sommes des VDP, tuko wa volontaire pour la défense de la patrie. Quand on est volontaire pour la défense de la patrie, hatukatai, tunaweza, tuko mcollaboration na RAD, tunasaidiana na government yetu ya nchi. Mais quand même, wangepaswa kutuitisha. D'ailleurs, je me suis dit, est-ce que les États-Unis ils comprendre que moi, Amuri Migomba, de porte-parole, niko capable kwenda États-Unis na kwenda défendre l'intérêt ya wazalendo. Wali comprendre que tulifanya kazi kubwa. Wali comprendre que inchi kama ikwenda ni mzalendo. Kama waliweza kucomprendre pourquoi même une invitation de 50 éléments représentants de wazalendo kwenda États-Unis, comme ça huyu adui ambaye wako naenda kuongea naye, ambaye anaendelea kuonekana kwamba anashindikana mbele yao, sisi tumkunyushe maji, tuweze kumfikisha kumwisho hapo hapo kwenye meza ya mazungumzo. Tuko tayari. Ile ni ya kwanza. Ya pili ni kusema kwamba mazungumzo ifaulu ama isifaulu, sisi wazalendo tuko tayari, tuko imara. Tuko imara kwa kupambana, ikuwe mabomu, ikuwe PKM, ikuwe Kalashnikov, ikuwe je ne sais pas Sikoi na zingine, tutazitumikisha ili kwamba adabu ionekane, irudie, na mzalendo aendelee kuheshimisha raia ya nchi, mzalendo aendelee kuheshimisha institution politique même administrative za nchi. Tuheshimishe president de la republique. Hawawezi wakambeba huku na kule, na wakati sisi wazalendo tuko no. Na kama hao adui hawataendelea kushika vizuri akor ambazo zitatoka huko, kwamba wajiretire, wajitowe kwa kumaliza watu na kupora mali ya nchi, kama hawataheshimia hilo, sisi wazalendo tutawapeleka mena kufanya kwamba waheshimishe kwa mtuto, kwa je sais pas moto. Tuko tayari. Siku chache zilizopita nilikuwa kwenye shamba la vita pale Lupando, Lubarika, Luvungi. Nimekuta idadi ya wazalendo ni kubwa kuzidi hata wananchi. Ni serikali imewaambia msipige M23 pale Katogota, na pale Katogota nilifika pale. Kuna maeneo mlikuwa mmeshaseti mitambo yenu ya kivita pale, lakini kwa sasa sehemu ambazo mlikuwa ni M23 iko pale. Nini kimewazuiza? Ni serikali imewaambia au na nyinyi mna respecter cessez-le-feu? Mais vous savez que mon principe za dialogue kuko maitape tofauti, na ndio maana wakati zimoja tumepambana zaidi. Makana Kikasimbira John alifanya action, Amuri William ya Kutumba na wengine ngoma nzito wanaendelea kupambana. Sisi wazalendo hatufatani cessez-le-feu, hatufatani nini, no. Mais seulement tu reconnaître que kuko makonsigne zenye tuko tunapata kupitia serikali ke mchunge kwanza tuangalie. Na ndio maana adui anaendelea kuwaza kwamba tuko ma distraction sisi wazalendo, no. Tukifungua mena moto nawaza kwamba kama watatoka kwa amani, usalama,
najua ile moto kuko kwenye itawafikisha bwana Mwariru, lakini tuseme kwamba mnapewa na serikali, mnazozipewa na serikali, ndio maana hamkwenda sababu serikali ipo pale. Ngoja nimalizie kwenye swali langu la mwisho. Migombano kabla M23 bado yuko Bunagana, nyinyi wazalendo mlijipiga kifua sana, mkasema kwamba sisi tukipewa hata miezi mitatu tuingie Bunagana tunasafisha. M23 ikasogea, imepiga, imeingia Goma, inashuka Sake, inaingia Bweremana, imekuja imeingia Minova, imeingia Lumbishi, imeingia Ngungu, imeingia Shanje, hadi ilivyofika Nyabibu na kukamata mpaka uwanja wa ndege wa Kavumu pale. Nipo pale kwenye mashamba ya mapambano. Leo mmesogea baba, mnashindwa hata kukamata Katogota, mtu wangu. Wakati wananchi walikuwa nasema wazalendo wanavyojipiga kifua, mimi Makangi, mimi ya Kutumba, mimi Kamama, mimi set kanopera, sijui nini hivyo, bwana Reni Tomba anajiita pale. Ndo hapo mimi kama najibezi sana hapo, nikutaka wewe kama vile msemaji kisiasa utoe mwangaza vizuri, ili huyu msikilizaji, mtazamaji wangu apate kuelewa, kwa maana na sisi tunakuwa tunaulizwa maswali mengi. Bwana, nyinyi ndio waandishi wa habari, mnaingia kwenye mashamba mapambano, vipi huko? Mimi si msemaji wa wazalendo, mimi si msemaji wa M23, mimi si msemaji wa FRDC. Kwa hiyo tunapokutana na moja kati yenu, mnakubali tu maswali yetu, msiporte mashoki, japokuwa kwamba swali zangu zinaweza kuwa kama vile mkuki. Karibu baba. Bon, sio ni question, sio kusiporte mashoki, parce que normalement tunajua mambo tunayoyafanya na tunajua nguvu zetu ziko wapi, na hata dunia yote mzima ilitemwanye force ya mzalendo. Nilikuambia hapa kwamba tuko na 26 province ya nchi. Adui alikamata province moja na kakipande kaloko Kasidi Kivu. Alors que alikuwa anatarajia kwamba tangu mwezi wa pili mpaka mwezi wa tano mtrua mwa hata Kivu Kusini hajaikamata, Kivu Kaskazini hajaikamata, yote maana Beni c'est ça. Donc utaelewa kwamba heureusement huko temwe kwamba mzalendo iko vraiment chuja na anaendelea kupambania nchi, na hata kamwe hata toka ndani ya kazi ya kutetea udongo wake na raia yake. Utaelewa kwamba je disais que tuko na 26 provinces. Hiyo 26 provinces adui anakamata wapi na wapi? Ni matitebwa hivi. Mais aussi ujue kwamba mikakati na mipango inapangiwa tu, na tuko tunaendelea kujikonsantre zaidi na zaidi. Juzi labda tulikuwa 10,000, labda leo tuko 50,000, labda kesho tuko 100,000, 200,000. Labda vifaa viko vinaingia siku baada ya nyingine, hatutavisema hapa. Labda wenye juzi hatukuwa navyo, jana tuko navyo, leo labda tuko navyo. Des appareils sophistiqués. Donc, utakomprendre facilement. Majuzi mko ma scout, mko wa scout. Bon, scout tutajua terrain, scout ni nani? Walianza kupambana Rugezi, nyanja za juu za Uvira, nyanja za juu za Fizi. Wako wapi? Ngoma Nzito aliwapudrie, aliwapika kabisa vikali. Ilunga aliwapika vikali. Na wengine Jean Lube aliwapika, na wengine si sote tuko tunawapika. Rurambo Kitoga tuliwapiga. Je ne sais pas comment Kaziba tuliwapiga. Axe RN5 huku Lubarika, hata kama uko natuambia Katogota Kamanyola tuyarekipere, mais tulifika hako mara ngapi tukakomprendre ke adui ni mdogo na ni mtoto mdogo sana. Tunapaswa tutampeleka kwenye formation. D'ailleurs tuko tunasema kwamba tukirekipere deja maentité zenye tuko tunapenda kurekipere, tutakamata zile maelema zote za M23 tunazipeleka wafundishwe kwanza vita ni nini. Hawajui vita, hawajui kupigana, na nawaza kwamba wako wanatupeleka ma distraction, hawajui vita na hawajui kupambana. Na nawaza kwamba Goma ulikuwa na 10,000 elements FRDC, M23 walikuja 3,000. Leo gari za FRDC za Goma tuko tunaziona Uvira, utasema M23 juu kupigana kweli? Mimi nawaza sijaona gari ya FRDC Uvira, lakini tuseme kwamba tuseme kwamba adui mugere muvita muko ma strategie, na tulishajua na tulijua évidemment kwenye force ya adui iko wapi bana, na force ya adui ni umbwembwe kwenye ma réseaux sociaux. Usema sana, ana utiliser ma media sana, ana utiliser comment dirais-je hofu ndani ya vikosi ambavyo vinaenda kupambana kwa kuogopesha. Lakini kama deja tulisha sisi no kwa kuogopesha sisi wazalendo huku hatukuogopeshwa, lakini wenzetu wa Goma na nafasi zingine
FARDC ambayo ilikimbia yenye unasema waliogopeshwa tu kwa hofu tu. Tunakuja tuko 50,000 alors que ni 50 tu. Et c'est comme ça qu'ils ont perdu tout ce qu'ils ont perdu, mais nous disons que tuko tunapambana vikali sana. Coordinateur Nalvumbu Kibambala iko natumika sana. Coordinateur Amuri William Yakutumba, Makanaki Kasimbira John René Itongwa na wengine komanda ya ma different axes, tuko tunatumika pour que normalement tuhakikishe kwamba adui tumemfurusha kama hata itika kufurushiwa kupitia maakor za Etats-Unis na akor za Qatar. On est déterminé na tuko imara kabisa na hakuna ambaye atatuogopesha tena hapana. Tumeshajua faiblesse yake na faiblesse yake tumeshaikanya na tutaifungia visi. Tuko tunaenda tunavise et facilement soit il doit perdre vraiment réglementairement. Kwanza Bweremana mpaka sehemu inaitwa Mukija mu territoire ya Kale. FRDC ilipambana na M23 pendant 21 jours. Sila risasi ziliishia FRDC, chakula kikawashia, dawa zikawashia hadi kukimbia. Ndo FRDC jeshi la taifa. Wazalendo kweli mtaweza sisi wazalendo tuko tayari, tuko imara. Mungu anaendelea kutuneemisha, anatupatia watu wengi kutusaidia, anatupatia serikali yetu kwa kutukumbuka kidogo kidogo, hata kama tungali tunatarajia kwamba gouvernement imultiplier davantage soutien kwetu wazalendo, lakini tunasema kwamba asante parce que Président de la République Félix Antoine Tshisekedi ambaye alireconnaître que raia ama mzalendo anapaswa kushimama na kutetea nchi, alifanya hivyo. Tuendelee kumshukuru parce que kama hangelifanya hivyo nchi ilikuwa ilienda, na hivi leo tulidefendre nchi. Hata meme Donald Trump, hata meme Kagame mwenye kuwa Rwanda leo yuko nalia kuona watu kama wazalendo walishika silaha na wakadefendre, wakadefie mission ambao walikuwa nayo. 3 mois, une année wangerekipere nchi, 5 ans peut-être aujourd'hui wako wanatravaille. Depuis walianza Bunagana walifanya 3 ans avant kufika Goma mpaka kufika Bukavu, walikuwa wanapanga kwamba kutoka Bukavu mpaka huko nchi waikamate 3 mois 5 mois. Mais aujourd'hui tunasema kwamba jua linashimama na tutashimamisha jua. Tunafika mwisho. Na nawaza kwamba par rapport na evolution ya vita yote tuko tunaendelea vraiment kusema kwamba mikakati kisiasa na kimajeshi tuendelee kuwa imara na kuungana mkono. Division, distraction ama malumbano tuache. Tuepuke parce que c'est parmi les stratégies za adui kutuendelea kutuletea madivision, madistraction, na ile tunasema kwamba tujisensibiliser, tuache mambo kama na hiyo. Huyu ni coordonnateur, huyu haiko coordonnateur, huyu ni porte-parole, huyu haiko coordonnateur. Non, évitons ça. On n'a pas besoin de postes, on n'a pas besoin ya kujipositionner, kusikilika, mais on a besoin de nous mettre ensemble pour que normalement tout bouter dehors huyu adui ambaye iko très faible, très vraiment faible. Je dis bien très faible. Hata mimi mwenyewe ukiniacha d'ailleurs ulifata action zangu Rurambo, ulifata action zangu quelque part, très faible même. Uko nendo namkamata adui na mikono. Unakamata adui na mikono. Donc vous allez comprendre que tuko na wakati kubwa sana ya kufanya maaction. Acha serikali tupatie nafasi, acha Mungu atupatie nafasi, tufanye maaction, kila kitu kitatembea vizuri. Unaongea kweli kweli na nimekuachia muda. Tumefika mwisho bwana Amuri Migombano Destin. Pengine kwa kutua nanga, ninakualika katika kipindi ninachokiendesha kinaitwa Masolo na FARDC, kinaendeshwa chaque jeudi. Tutazungumzia mabadiliko ya viongozi wa kijeshi mu zone de defense yameleta impact gani. Ilikuwa ni tarehe 24 mwezi wa 12 mwaka 2024. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bwana Felix Tshisekedi amefanya mabadiliko ya viongozi wa jeshi. Kongo nzima iko na eneo kubwa 3 za kijeshi, 3 zones de defense. Na baada ya mabadiliko ya komanda zone de defense, rais alibadilisha pia wa komanda region militaire. Rais akabadilisha pia wa komanda secteur. Mabadiliko amefikia meme ku wa komanda bama axe. Tangu mabadiliko hayo yamefanyika le 24 Desembre 2024. Jeshi limesaidia nini? Wale viongozi wamesaidia nini? Kwa kuwa kuna mirija inayosema kwamba baada ya yale mabadiliko M23 imesonga mbele mu janvier. Wale viongozi wamesaidia nini? Wana mazuri, wana mabaya pia. Usikose kuungana nami katika kipindi cha Masolo ya FARDC. Amuri Migombano tayari ni mwalikwa, tutakuwa na wasemaji wa FARDC, itakuwa ni deba. Kwa hiyo nitakuomba pia
kwenye YouTube ya kwangu hapo, usikose kuacha komantari yako. Hiyo jeudi ubaki Bennett kabisa kuungana nami ili upate kuchangia, na tutakupa tena namba za simu, unaweza ukachangia live kabisa, kwa kuwa siku hiyo kamera zetu, drone zetu zitakuwa online. Amuri Migombaro Destin, nakumbusha watazamaji wa Iyamba TV kwamba wewe ni msemaji wa kisiasa wa makundi ya wazalendo Kivu Kusini. Tunakushukuru kwa kukubali mazungumzo yetu. Asante sana. Mimi naitwa Mfalme Thompson Unjibata Ngolo William wa kizazi cha 4. Tukutane nawe katika toleo lijalo. Alamsiki.